Lakini wengine wamefika mahali wakiwa wanatafuta mchawi au mwingine na mtu amekuombea vibaya. Lakini niseme maumivu yako ndiyo yamekufikisha hapo. Narudia, maumivu yako, kama umeanzisha biashara imekufa au imedumaa, au wewe ni askofu unaona zoni yako haikui, chochote kile unachokifanya unaona hakikui au hakiongezeki. Tatizo, mwambie jirani yako, tatizo si mchawi. Mwambie tatizo sio mtu amekuombea vibaya. Tatizo liko kwako mwenyewe. Hapo wengi hawapendi. Ukisoma Biblia anasema Mungu akasema, linda sana moyo wako kuliko chochote ufanye ulindacho, maana ndiko kutokako chemchem ya uzima. Chemchem ya uzima inatoka kwenye moyo. Kwa hiyo kama moyo una maumivu, kinatoka nini? Kinatoka nini? Moyo una maumivu, moyo una kidonda. Kwenye biashara yangu hayataenda mema, bali itaenda usaa unaotoka kwenye moyo. Kwa hiyo kama ikienda usaa unaotoka kwenye moyo, hii biashara lazima ife. Hello, mguse jirani yako, mwambie una jeraha la moyo. Jeraha la moyo, yawezekana umeumizwa na mpendwa mwenzio, au umeumizwa na mumeo, au umeumizwa na watoto, ukapatwa nini? Jeraha. Ukaruhusu raha likaingia kwenye nini? Lilivyoingia kwenye moyo, ndipo unaanza kuona matokeo ya lile jeraha. Huwezi kuliona kwa wepesi, kwa haraka, bali linakula siku. Kile kidonda kinavovunda ndani, sasa kinaanza kuua. Kama mimi ni mchungaji, nina jeraha, kitu cha kwanza cha kunionyesha kwamba nina jeraha, wale watu ninaowachunga wanaongezeka au wanapungua. Piga Yesu makofi. Nimesema naongea na wewe, sijaingia kwenye ongea wewe. Na sijui kwa nini hivyo kusini Bwana ananiambia anza na hiki. Kwa hiyo mimi natii na Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, ukiwa hasira limekuuzi, unapoenda kwenye biashara yako siku hiyo huuzi. Hakuna mchawi hapo. Sasa aja kusema leo biashara, muulize jirani yako, umekutwa na mkuto upi? Maana Yesu mnazungumza mkuto wa mwenge. Mkuto ni kile kitu saa hiyo aidha kikaleta mafanikio au kikaleta maumivu. Hiyo ndio inaitwa nini? Mkuto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe utaanza kwa sense, hivi mimi kama askofu kwenye zoni yangu kuna ongezeko? Je,
Sio Mungu anasema nikaongezeke. Maana kitabu kile cha Mwanzo anasema Mungu akawabariki, si ndio? Mungu alipotuumba akatubariki, akasema tukaongezeke, si ndio? Si ndio? Si ndio kanuni ya Mungu? Kwa maana hii kwamba mimi ni fundi cherehani, nimeanza kushona mwaka huu, si ndio? Nimeanza na cherehani hii moja. Kanuni ya Mungu, mwaka unaofuata niwe na ya pili. Ndio mtu anayeongezeka. Kama hakuna maongezeko, kuna shida. Usinikasirikie, lakini kama naweka Krista mbele, sema hapa Yesu niponye hapa. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niulize swali, hivi kuna mtu anatoa hela yake alafu anaenda kununua kuku, afuge kuku, alafu atake huyu kuku afe? Si ndio? Lengo la kufuga yule kuku ili waongezeke. Maana ndio kanuni ya Mungu, kufanya nini? Kuongezeka. Sasa angalia, anayesimamia ile mifugo hana jeraha. Kama ana jeraha, hiyo mifugo lazima ife. Hata kama ni bustani umeanzisha, angalia yule anayeangalia ile bustani, moyo wake ukoje? Kama una maumivu, hiyo bustani lazima ikauke. Ndipo maana akasema linda sana moyo wako.